Huu ni mtego wa umasikini ambao umeimarishwa zaidi na unazidi kuwa na kasi kubwa sana. Mtego huu umejificha nyuma ya elimu ya kujitegemea, kwamba mtu anapomaliza shule akiwa nyumbani, baba yake anamwambia ondoka nyumbani, toka uende, kajitegemee, kawe na vya kwako. Hekima hii imeonekana kwamba ndio njia nzuri ya kumfanya mtu aweze kufanikiwa, atoke mwenyewe, kitu ambacho ni uongo na ndio sababu ya umasikini wenyewe. Nisikilize nikwambie, kujitegemea haimaanishi kwenda peke yako, haimaanishi kuwa mwenyewe, haimaanishi kuanzisha wewe. Kujitegemea ni uwezo wa akili kutambua kwamba wewe ni nani, uko wapi, unapaswa kufanya nini na unapaswa kutumikia wajibu gani kwa namna gani. Huko ndiko kujitegemea. Kujitegemea si kutengeneza kitu chako peke yako. Kujitegemea sio kufanya wewe kama wewe. Kujitegemea ni uwezo wa kuchakata mambo katika jamii na kuweza kutafsiri matatizo na kupata solution ya hayo matatizo. Wenzetu wametuficha kwenye maeneo ambayo wanawatangaza matajiri wao kwa majina na kuweka figa. Elon Musk ana utajiri wa dola trilioni 1. Mark Zuckerberg ana utajiri wa dola bilioni 200 na ushe. Jeff Bezos hivyo. Lakini watakwambia kuhusu hata mataifa yao. Marekani leo hii ina uchumi wa dola trilioni 30 plus. Lakini angalia matajiri wake walivyo. Katika top 10 ya matajiri duniani, 70% plus ya matajiri wote duniani ni wa Marekani. Karibia zaidi ya 5% ya top 20 ya matajiri duniani wa Marekani. Hebu jiulize swali. Unajua kuna nini hapo? Kuna siri usiyoijua. Siri hii ni kwamba wenzetu matajiri wao wanawafanyia backup. Wakati wanamtanguliza mmoja mbele, nyuma yake kuna zaidi ya watu 100 ambao wanachochea moto, wanaofanya kazi, wana bring ideas, lakini kuna icon inayotangulia mbele kwa ajili ya kufanya mambo kama hayo. Nimekuwa nikimfahamu Mzee Ghulam Dewji akiwa mfadhili wa Simba, moja kati ya matajiri wakubwa katika nchi yetu. Lakini makampuni yake ya Melt leo yako chini ya Mo Dewji, mwanae. Anayetangazwa kuwa tajiri ni Mo. Yeye ndiye anaitwa tajiri namba 12 Afrika. Ukirudi kuangalia utajiri wake ni wa familia, na hakuna yeyote katika familia ambaye ana complain. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiye alifaa kuwa hapo. Siku chache zilizopita alimuintroduce mwanae, maandalizi ya nani mrithi wa kiti kinachokuja. Kama ambavyo baba yake alimwachia kiti, ndivyo ambavyo na yeye anaachia kiti. Nisikilize nikwambie, hakuna njia yoyote wala principle yoyote unayoambiwa na watu wote itakufanya kuwa tajiri wa tishio, isipokuwa utakuwa moja kati ya watu wanaohangaika. Ndio maana ukiangalia watu wengi wenye stress kubwa ni wale wenye mitaji ya kuanzia bilioni 5, 10, 20. Wanapambana kila siku, wanapambana na uchawi, wanapambana na uaminifu, wanapambana na vitu vingi sana. Kwa nini? Kwa sababu mfumo wao hauna watu nyuma ambao wana uchungu na hicho ambacho wanapigania. Hawana watu ambao wanatoka katika base ya kwao, na wakiwachukua watu wa kwao wanawachukua kama watu ambao wanawasindikiza. Wale ndugu zao wanapokuja pale wanaona kabisa kwamba hawako katika mfumo. Kwa hiyo na wenyewe wakifika wanaiba ili waende kwenda kujitegemea. Utaratibu huu umetengenezwa kwa makusudi ili tuendelee kuwa masikini. Mataifa ya wenzetu yanawajali sana matajiri wao, na familia za wenzetu zinajali sana watu wao. Ni lazima kujua temperament ya mtu na watu walioko nyuma yake. Si kila mtu anaweza kuwa mfanyabiashara, na wala si kila mtu anaweza kuwa muuzaji, na wala si kila mtu anaweza kuwa na nguvu za kubeba. Tunatofautiana. Ikiwa kwenye familia tutakubali kwamba kila kipaji tutakipa heshima yake na kuanza kutumika pamoja kama walivyo mchwa, lazima tutajenga kichuguu cha ajabu. Lakini tatizo, kila mmoja anataka aonekane, kila mmoja anataka attention, na hakuna mtu ambaye anataka kurespect career ya mtu mwingine. Hilo ni tatizo tuliotengenezea. Hata unawaona mabepali wako katika makundi yao, wanafanya kazi kwa pamoja, wameshikamana. Usisikie tu bepali ukafikiri kwamba ni individual. Hapana. Donald Trump ameshikamana na watoto wake. Kila tajiri unamfahamu duniani anatisha ameshikamana na familia yake. Kama sio familia, kuna kundi jingine ambalo liko pamoja na yeye, ambalo wameshikilia vitu. Ndivyo maana unaona anakwenda. Usidanganye ndugu yangu kusema kwamba wewe unapambana utatoka. Utakufa na kihono, utakufa umechoka sana.
utaumia sana. Unahitaji watu, unahitaji umoja, unahitaji kukubali kwamba kuna mahali wewe umepungua, mwingine anaweza kujazia. Hapo ndipo kuna ukombozi wa kweli. Hakuna cha kusema kwamba nenda kajitegemee, nenda kajitafutie. Huko ni kwenda kuusambaza umasikini. Hivi mnaosema kwamba nenda kajitegemee, nenda kapambane, huko ndio kusambaza umasikini. Daktari mmoja kule, sijui nesi kule, mwalimu kule, umeona, askari magereza, umeona. Uwezo wa kutatua jambo ni kuchanga pesa za msiba. Hakuna kingine kinachowezekana zaidi ya kuzikana. Unanitazama usoni na barabicha.